Kuna mtu umeenda kupima hivi karibuni. Umegundulika una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Umeipata taarifa hii, moyo wako umelipuka. Unawaza mabaya. Huna amani. Huna mtu wa kushare naye jambo hili. Limekuumiza kiwango ambacho umekosa amani, unawaza mambo mabaya tu, na wakati mwingine unahisi kama ni mwisho wa maisha. Unatamani kushare na mtu, lakini unawaza ni nani atakayetunza siri hii. Unawaza itakuwaje. Unawaza hali yako ya maisha ndio itakuwa namna hiyo. Umejikatia tamaa. Unaona giza tu mbele. Hauoni amani, huoni mwanga, huoni mpenyo tena. Unaona kila ulichokuwa nacho ni kama hakina thamani tena. Moyo wako umechoka. Moyo wako umechoka. Umechoka. Na mwingine kwa bahati mbaya sana kuna mtu amekuvushia. Tena yule uliyemwamini. Na mwingine kuna mtu ameenda kupima ambaye ni mwenza wako. Imegundulika amepata shida. Moyo wako hauna amani. Unapata shida. Unawaza itakuwaje. Ndio maisha yanaenda kuishia hapa. Ndio kila kitu naenda kupoteza. Nataka niseme na wewe. Mungu amenituma kwa ajili yako. Mungu amenipa msukumo wa kufanya jambo hili kwa ajili yako. Kwa sasa adui yako mkubwa sio huo ugonjwa, ni hofu na nguvu ya taarifa na yale uliwahi kuyasikia kuhusiana na hiyo shida. Nataka nikwambia kwamba ikiwa katika kila jambo unalolisikia linaweza likatengeneza imani ndani yako, nataka nikwambia kwamba Mungu ni mkuu kuliko hiyo shida. Na nikwambie tu ya kwamba sio mwisho wa maisha. Sio mwisho wa maisha, na neema ya Mungu ikiwa juu yako, hakuna neno ambalo haliwezekani kwa Mungu. Yote yanawezekana. Nikutie nguvu ya kwamba hata kama umepata matokeo ya hilo tatizo, hata kama moyo wako unavuja kwa uchungu na kilio kiasi gani, haiwezi kubadilisha kama wewe mwenyewe hujaamua kubadilika. Amua sasa kubadilika, kukubali kwamba tayari jambo limeisha tokea. Ni namna gani ya kutoka kwenye hilo tatizo? Tatizo sio shida. Shida ni kulikubali tatizo. Shida ni kukubali tatizo liwe sehemu ya kuyachezea au kuyahatarisha maisha yako. Unahitaji kukubali kwamba hilo jambo limeisha tokea. Hauhitaji kujihukumu tena. Hauhitaji kujikatia tamaa tena. Kumbuka, ukijikatia tamaa unazidi kuongeza tatizo. Ukiwaza mambo mabaya unazidi kuongeza tatizo na matatizo mengine zaidi. Usikubali taarifa mbaya ikaharibu nia njema kutoka ndani ya moyo wako. Usikubali taarifa uliyoisikia ikaondoa ukuu wa Mungu ndani ya nafsi yako. Mungu bado ni mkuu. Mungu bado ni mponyaji. Mungu bado anafungua. Mungu bado anaponya. Wako watu wengi, maelfu kwa maelfu, ambao waliwahi kuinua imani zao, Mungu akawaondoa kwenye hatari kubwa ya magonjwa hatari kuliko hata hilo ambao limekupata. Kwa sasa ugonjwa kama huo si ugonjwa wa kutisha wa kumshinda Mungu kama vile unavyofikiria. Kiwango unachokikuza au unachokuza ugonjwa ndicho kitakachoutesa mwili wako. Amua kufanya ugonjwa huo kama si kitu mbele za Mungu. Amua kufanya tatizo hilo kama ni jambo ambalo limetokea kwenye maisha yako. Unahitaji, kama ulikosea, kurudi kwenye toba. Mwambie Mungu ni rehemu. Mungu nisamee. Kuna mahali nilikosea. Hata kama kuna mahali hujakosea, mwambie Mungu natubu. Pengine kwa kufanya hivi na kwa kuwaza hivi nimekukosea. Mungu naomba unirehemu. Mungu akikutakasa, unao nafasi nyingine ya kutengeneza na Mungu, na Mungu akakuponya kwa njia ambayo Mungu ameikusudia. Ndiyo, inawezekana kabisa Mungu kukuponya. Inawezekana kabisa Mungu kukurejesha kwenye hali yako ya kwanza. Inawezekana kabisa Mungu kukufungua. Usikate tamaa. Mungu anaponya. Wako watu wengi wamepokea uponyaji kwa imani. Unahitaji kuinua tu imani yako. Mtumaini Mungu. Mtumaini Mungu. Ondoa hofu, ondoa mashaka. Limeisha tokea kwenye maisha yako. Ondoa kujihukumu. Ondoa hukumu ambayo umeiweka ndani yako. Anza kuamini kwamba Mungu ameruhusu jambo hili, na jambo hili litapita kama mengine yanavyopita. Hakuna jambo linalodumu daima. Hakuna jambo ambalo litabaki kwenye maisha yako milele. Litapita kama mengine yanavyopita. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, hata kama hilo tatizo ndani yako unasikia lina nguvu kiasi gani, Mungu ana nguvu kuliko hilo tatizo. Mungu ana nguvu kuliko hiyo shida. Mungu ana nguvu kuliko hayo ambayo umeyasikia. Usikubali taarifa hiyo ikaondoa kabisa nafasi ya Mungu ndani yako. Mungu ni mkubwa kuliko ugonjwa. Mungu ni mkubwa kuliko hilo tatizo. Nami naamini ya kwamba Mungu atakuponya.
Inua tu imani yako, mwamini Mungu, mtegemee Mungu. Fanya maombi, kula vizuri, lala vizuri, fanya kazi zako vizuri. Utaona kabisa Mungu anakufungua siku baada ya siku. Hakuna neno gumu lisiwezekana kwa Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana, na hata shida ambayo inakusumbua Mungu atakusaidia. Mungu atakuponya. Huo ugonjwa sio mkubwa mbele za Mungu. Ni vile wanadamu tunavyouita, ni vile wanadamu tunavyouogopa, lakini kama umekupata na Mungu ameruhusu kupate, una nafasi ya kumrudia Mungu na kumwomba Mungu akuponye. Usiache kumtegemea Mungu. Kula vizuri, lala vizuri, tumia masharti ambayo madaktari wamekupa, yafuate vizuri na mwamini Mungu. Huku unaendelea kupata dawa ambazo umepewa ushauri na madaktari, endelea kuomba, endelea kukataa ugonjwa, endelea kukataa kwamba utakutesa, utayaharibu maisha yako. Kataa. Mwambie Mungu, mimi ni mzima, nakiri uponyaji, nakiri uzima. Unapoendelea kukiri uzima, utaona Mungu anathibitisha maneno ya kinywa chako. Nataka nikuombee. Kama uko jirani na maji yako, unaweza kuchukua sasa ili niweze kuyaombea na utakunywa. Bwana Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye ameinua imani yake. Naombea maji haya ambayo ameyaleta mbele zako, na yabadilisha kuwa damu yako Yesu Kristo. Yaingie kwenye damu, yakaondoe kila wadudu waliopimwa na kuonekana wapo. Mungu, ninajua unatenda. Mungu, najua unaweza. Huyu mtu ana ndoto kubwa, ana watu wengi nyuma yake, ana mambo mengi natakiwa yakamilishe. Kuna vitu vingi inabidi vifanyikiwe kupitia yeye, ili julikane kwamba uko Mungu unayeponya na kutenda. Mungu, muondolee tatizo hili. Mungu, muondolee shida hii, na muondolee hofu ambayo imemwingia, muondolee wasiwasi ambayo imemwingia, muondolee hayo ambayo adui ameyainua ndani yake. Mpe ujasiri na mpe uponyaji. Nami nayatabiria maji yao yapokee nguvu, yapokee upako, yaende kutakasa damu yako, yaende kutakasa damu yako. Hivyo virusi na amuru vikaungue, na amuru viteketee. Napoendelea kutamka maneno haya, hivyo virusi viteketee kwa jina la Yesu. Au ni wadudu tu kama wadudu wengine, nami naamuru waungue kwa jina la Yesu, na wateketeza kwa jina la Yesu. Narejesha nguvu zako, narejesha seli zako, narejesha nguvu zako, narejesha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kinga ya mwili wako irejee kwa jina la Yesu, na irudisha kinga ya mwili wako, ikashambulie wadudu hao, ikashambulie wadudu hao katika jina la Yesu. Na kutakasa katika jina la Yesu, na kutakasa. Roho ya hofu na iondoa, roho ya mashaka na iondoa. Utakaporudi tena kwenye vipimo, ukaone uponyaji, ukaone uzima. Toka wewe ugonjwa, toka wewe ugonjwa, toka wewe ugonjwa. Ninakupiga kwa jina la Yesu, ninakukemea kwa jina la Yesu, ninakuvunja kwa jina la Yesu. Toka achia afya mtu huyu, toka achia afya mtu huyu, toka achia afya mtu huyu, toka achia moyo wake, toka mawazo mabaya, toka na kukata tamaa, toka kwa jina la Yesu. Ninakupiga, hauna nafasi, hauna mamlaka juu ya nafsi ya mtu huyu. Kemewa na jina la Yesu, na kukemea kwa jina la Yesu. Toka achia moyo wake, toka achia damu yake, toka achia nguvu za mwili wake katika jina la Yesu. Narejesha CD4 zako, narejesha nguvu zako katika jina la Yesu. Pokea uzima. Utakaposhiriki maji haya, uponyaji ukapatikane. Utakapotumia maji haya, Mungu akakuweke huru, akakufungue siku baada ya siku, na ukaone utimilifu wa nguvu za Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Utayakunywa maji hayo mara 7, na unapokunywa sema, natakasa damu yangu kwa jina la Yesu. Damu yangu itakasike, wadudu wateketee. Unapokunywa, kunywa mara 7, na kama maji yatakuwa ni ya kutosha, rudia hata kwa siku 7. Utaenda kuona Mungu anakutendea muujiza. Ondoa hofu, mwamini Mungu. Mungu amewaponya wengi, Mungu amewaponya wengi. Siku moja utapima, utaweka kipimo chako ambacho kilileta majibu ya kwanza, na utakuja kupima tena, utaonesha kipimo chako ambacho Mungu amekuponya. Hakuna neno la kumshinda Mungu, hakuna neno linaloshindikana kwa Mungu. Muhimu tu ni kuamini. Inua imani yako, mtegemee Mungu, ondoa hofu. Mungu ni mponyaji, Mungu ni msaada wako wa karibu. Mwamini Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba pamoja nawe maombi haya muhimu. Yarudie, yatainua imani yako na kukupa nguvu. Nikutie nguvu tu ya kwamba hakuna neno gumu usiowezekana kwa Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Unasikia amani, unahitaji zaidi msaada wa kiroho, karibu kwenye WhatsApp yangu, niandikie jina lako na kile unahitaji niendelee kukuombea. Usiogope, nitatunza faragha yako, na hakika Mungu atakusaidia. Siku moja utanipa ushuhuda. Uko mwingine umesikia kufunguliwa na imani yako imeongezeka, unasema, mtumishi wa Mungu, nahitaji kusindikiza maombi na sadaka yangu ya hiari ya kupenda, niweke msingi mzuri kwa ajili ya ufungulivu wangu. Basi karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Sadaka ni chochote kile ambacho Mungu amekupa amani na msukumo. Kumbuka ni hiari, kwa namba iliyoandikwa sadaka. Lakini pia mitandao ya kijamii, andika maombi ni dawa au maombi tiba, utanipata hapo. Barikiwe, uwe na wakati mzuri.